Mambo vipi mwana kitaa? Popote pale ulipo ni kukaribishi tena katika kipindi hichi cha Kitaa kwa Mtaa. Kipindi hichi kinazungumzia masuala ya vijana na watu wazima pamoja na wazee katika kujikwamua kimaisha, hasa katika masuala ya kujiajiri. Bana, leo tupo kaskazini, tupo maeneo fulani hapa ya Kitope. Tutaenda kuzungumza na vijana, tutawasikia ni kitu gani ambacho wanahitaji na kitu gani ambacho wamepitia katika kujitafuta. Bana, tusizungumze sana, tuondoke. Mwana kitaa, nimefika sasa kijiweni, nimekutana na kijana hapa ambaye tutazungumza naye mawili matatu, tutamuuliza maswali mawili matatu. Mimi naitwa DJ Stani bana. Kwa faida ya watazamaji, jina lako kamili nani? Jina langu kamili naitwa Bakari Mabi. Bakari Mabi. Bakari Mabi. Bana, sisi hapa lengo la kuja kijiweni, tumekuja kuzungumza na vijana haswa wale ambao wameamua kujiajiri. Unaweza ukatuelezea kwa ufupi ilikuwaje mpaka ukaamua kuwa bodaboda? Mimi bana, mpaka sasa hivi kutokana na hali ya maisha yangu niliyopitia, nilikuwa nasota sana nje, na nikiangalia nje ya dunia kuna mambo mengi yanafanyika. Kwa hiyo katika kukaa kwangu nimefikiria kwa nini sitafute bodaboda, kutafuta riski ambayo itanilazia kipato kwa halali. Ndo katafuta bosi, nikapata Honda, ndo kaanza kupiga ishu mtaani na huku riski zinaenda. Hii bodaboda ya bosi? Hii bodaboda ndio ya bosi, ila nimefunga mkataba. Okay. Na mkataba wake unakuwa kuwaje yani? Mkataba wake unakuwa kwa kila siku 10,000. Kwa hiyo unapeleka 10,000 kwa muda gani? Mwaka na miezi 5. Okay. Sasa kwa shughuli kama ya bodaboda, watu wengi wanakuwa wanaogopa kwa sababu ajali nyingi sana zinawakuta bodaboda, na vifo ambavyo vinatokea kwa ajali ni wengi wao ni vijana. Wewe hili swala unalichukuliaje? Ni kweli kuhusu ni ajali ya bodaboda kwa vijana, kweli tunaongoza, lakini sasa unakuta kitu kimoja, njiani kuna changamoto nyingi za kutafuta riski. Lakini naweza nikasema baadhi ya time wenye magari nao pia wanakuwa wanatuonea, so kila anaendesha Honda barabarani akawa hana akili timamu, kwa sababu wengine wanakuwa na akili zao timamu. Kiufupi sheria hawafuati nao. Laiti kama unakufuata sheria, njiani kwa tunatendesha Honda kwa umakini zaidi. Lakini nasikia kwamba watu wanasema kwamba bodaboda mnakuwa mnaendesha mnavyotaka, yani mnapenya mara mbio, mtu anapita kwa spidi. Ili nalo wewe unalichukuliaje, au sio wote? Hilo ni kweli, lakini ndo so wote tunaofanya hivyo, kwa sababu wengine wanakuwa na akili zao njiani wanaofanya vile. Mimi nahisi vijana wanakuwa wanapotea kwa sababu mastimu sana wanatumia njiani, ndo natokana kufanya vitu kama vile. Ila leo hako vile ndo kama sisi tuliotulia njiani huku na pale, maisha yanaenda. Una familia? Familia mimi sina. Yani mke na watoto? Bado sijaoa. Okay. Unategemea kuoa lakini? Ndoto kuoa nayo, ila kuna bado tukujipata. Si ushapata kazi tayari? Unajua kuna watu bado wako mtaani, alafu eti hawajui ni nini wanatakiwa kufanya, wakati kuna mambo kibao ya kufanya. Wewe una bodaboda tayari, manake una uwezo, kama una uwezo wa kulaza 10,000 ya bosi na shilingi 10,000 ya kwako, manake una uwezo wa kuilea familia. Unalichukuliaje? Unazungumziaje hii? Hiyo ni kweli, kwa bodaboda ni kazi kweli, na pesa tunapata vijana, kwa sababu kila kitu kinaenda na mahesabu. Wewe unaweza kupiga shughuli zako kutafuta pesa ya bosi, huku umepata kidogo, unaweza ukaweka 5,000, 10,000, pia si ndogo kwa mwezi, uko mbali. Lakini unakuta vijana wengi sana sasa hivi wanapata kazi, wanapata pesa, lakini wanatumia kwenye starehe, mapombe, mabangi, hasa kule sivyo wanavyoelekea. Kwa hiyo kama sisi sawa bwana. Sasa kuna maswali ambayo nataka nikuulize sasa, na ndo lengo hivi katika maisha. Wewe kama wewe, tangu ulipojiajiri kwa kuendesha bodaboda, na kama ungesubiri ajira ya kutoka serikalini, wewe mwenyewe unaona kipi kizuri mpaka sasa hivi? Kwa sababu nazungumza na wewe umejiajiri, na ndio maana nimekutafuta. Wapo vijana ambao mitaani wanasubiri ajira kutoka serikalini, sawa? Wakati sisi vijana tupo wengi sana, wanafika hata mamilioni. Sote tunahitaji ajira kwa serikali, lakini wewe umejiajiri. Hebu tuambie vitu vichache tu ambavyo umefaidika na kujiajiri na kutafuta bodaboda.
Katika vitu vitatu hivyo mpaka sasa hivi nimejenga, ila sijaimaliza yote, bado vitu kidogo tu nimalize. Na pia kuna changamoto ambayo nilopitia kwenye bodaboda. Bodaboda kwangu ina faida sana sana, kwa sababu naendeleza kipato changu kupitia bodaboda mpaka sasa hivi. Okay, anaingiza kipato kupitia bodaboda. Sasa kijana, umekaa tu nyumbani unasubiri serikali kuajiri. Mimi nasubiri ajira, kameramani pale anasubiri ajira kutoka serikalini. Kwa nini usichukue ndoo ukachukua dagaa ukauza? Bwana, mimi nikuulize kitu cha mwisho. Unawaambiaje vijana hawa ambao wamekaa tu, ambao wanasubiri ajira kutoka serikalini, au wanasema kwamba maisha magumu wakati vitu vya kufanya vipo? Mpaka sasa hivi bana, vijana kama mimi nawashauri vijana wenzangu, serikalini kazi kweli ni zipo, lakini sasa nakuta vigumu ambaye kuja kumtoa mtu mtaani kufanya ile kazi, kwa sababu mimi naona akili yangu mimi ninavyotuma inaenda kiwenyeji, kwa sababu nakuta mtu kasoma ana vyeti kila kitu, lakini sasa unakuta mwenye kazi iko kazini. Ndio. Alafu sisi ndo tuko mtaani sasa, nakuta ndo kama hivyo sasa, ndo na sesi ndo kama tunajitoa tena, risk inaenda. Sawa bwana, mimi nakushukuru sana kwa nafasi yako. Bwana Mwanakitaa, tumezungumza na kijana mwenzetu hapa, ametueleza vitu vile vitatu. Sasa tumwache akafanye pirika zake na tumtafute mtu mwingine tupate kuzungumza naye kwa muda mchache. Bwana, mimi naitwa DJ Stan. Unaitwa nani vile? Mimi naitwa Bakari Mabi, maarufu wangu mzee wa Nasaa. Mzee wa Nasaa. Bwana Bakari Mabi, mzee wa Nasaa. Mzee wa Nasaa? Bwana wewe, kwa hiyo unawapa watu Nasaa sana hapa? Nawapa sana tu Nasaa. Bwana wewe. Bwana, tuko na mzee wa Nasaa. Wacha tubadilishe, tutafute mtu mwingine. Bwana, kushukuru sana. Asante sana. Kitaa kwa mtaa, kitaa kimenoga. Bwana Mwanakitaa, tumekuja tena, tumekutana na kijana mwingine hapa ambaye tunataka tuzungumze naye. Mimi naitwa DJ Stan. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Usimayala Muhangwa. Nani? Usimayala Muhangwa. Usimayala Muhangwa. Ndio. Bwana, unakaa hapa Kitope? Nakaa hapa Kitope. Unajishughulisha na nini? Najishughulisha na bodaboda, fundi wa umeme. Bodaboda na fundi wa umeme. Ndio. Zote hizo umejiajiri au umeajiriwa? Zote nimejiajiri mimi mwenyewe. Bwana. Ndio. Sasa mimi nina maswali yangu hapa nataka nikuulize kidogo. Hivi ilikuwaje mpaka kwanza ukawa fundi umeme? Nilikuwa kwanza, hayo mazingira ya nyumbani alikuwa magumu, wazee, changamoto ya maisha ilikuwa ni ngumu, wakanisababisha kwamba mimi nipelekwe chuo nisome ili nipate nijikizi mahitaji yangu. Kwa hiyo ulisomea, sio kama ile umejiokota tu kitaani? Nimejisomea ndio. Manaka ni professional na vyeti ninavyo. Bwana. Sasa. Okay. Lakini umeamua kujiajiri mwenyewe yani? Nimeamua kujiajiri mimi mwenyewe. Na kwa mfano nikikupa nyumba labda au nikikupa maeneo ukanifanyia fitting ya umeme fresh? Naweza, kila kitu yani, mwanzo mwisho. Bwana. Sasa. Bwana, huyu ni fundi umeme. Huyu ni fundi umeme, kama una kazi yako ya fitting ana vyeti, sio kama ndo kajiokota tu. Okay, sawa. Na vipi ilikuwaje mpaka kwa bodaboda? Au ndo maisha yamekufanya mpaka uwe hivi? Nimekuwa bodaboda kwa sababu ninapokosa kazi za umeme itabidi nifanye kazi za bodaboda ili nikizi yale mahitaji, nipate kipato kwa wingi, nikikosa huko nipate huko. Una familia, yani mke na watoto? Familia nayo. Na watoto? Na mke na watoto. Na wanasoma kupitia kazi hizo hizo ambazo unafanya? Wanasoma kwa kupitia kazi hizo hizo na wengine wamepasi. Okay. Wamepasi darasa la ngapi? Wamepasi form 2. Form 2 kwenda form 4. Yeah. Okay, sasa mimi nataka tuzungumzie sasa masuala ya hawa vijana ambao wapo tu kitaani. Unajua wewe umejiajiri kazi zote mbili, sio kama umeajiriwa. Mimi nataka tuzungumzie masuala ya vijana ambao wapo mtaani. Sisemi kama hawataki kufanya kazi, labda hawajapata tu muamko na hawajapata yani ushauri kutoka kwa vijana wenzao. Hebu tunawazungumziaje watu ambao wapo tu wanasema wanasubiri kazi kutoka serikalini? Kusema la ukweli, kusubiri kazi kutoka serikalini watachelewa sana kufanya maendeleo yao. Wajipambane wenyewe, watafute changamoto, watafute mtaji ili wajikizi na mahitaji ya upataji wa hela kwa upande wao, kwa nguvu zao wenyewe, wasitegemee serikalini kwa ufupi. Okay. Sasa mara ya mwisho nakumbuka nilifanya mahojiano na mama fulani hivi, aliniambia kwamba yeye alikuwa anauza njugu zile za 100 na alikuwa anakidhi mahitaji yake. Sasa hebu waambie vijana ambao wapo mitaani na wao pia tayari umri umeshakwenda,
wao wafanye nini? Kama ni mama yeye anauza njugu moja moja, wao wafanye nini? Kazi zipo nyingi, hebu waambie kuna kazi gani na gani ambazo wanatakiwa wafanye ili mradi tu na wao waendelee kimaendeleo. Kusema la ukweli, wafanye biashara. Tuseme kama mtu afanye biashara kutokana na uwezo wake, auze hata kijimkahawa au auze aje zake sokoni, hapa nafasi zipo, atapewa. Alafu vile vile vijana wasijiachie tu kusubiri kazi serikalini, kutokana na kule wanaopeleka vyetu ni wengi, waliosoma ni wengi sana. Kwa maana tupambane, tukamate jembe, tukamate ndoo za madagaa, tukamate zege, ili tutimize mahitaji yetu ya kibinadamu yani katika maisha. Bwana, kazi zipo nyingi. Kijana mwenzangu hapa ameniambia kwamba yeye kajiajiri, anaendesha bodaboda, lakini yeye pia ni fundi umeme, kwa maana ikitokea mishi ya kutengeneza nyumba umeme anatengeneza, lakini haachi, anachukua bodaboda anakwenda kufanya mishe zake nyingine. Bwana, mimi naitwa DJ Stan. Wewe jina lako nani vile? Mimi naitwa Ismaila Muhango, mkazi wa Kitobo. Okay, tunipo na usi hapa. Wacha tuende tukatafute kijana mwingine tuzungumze naye kwa muda mfupi tu, alafu then tutarudi tuje tumalize. Bwana, asante sana. Asante naye pia. Okay. Kitaa kwa mtaa, kitaa kimenoga. Kwa kumalizia, mwanakitaa, nimekutana na kijana hapa ambaye tunataka tuzungumze naye ili tufunge hiki kipindi. Bwana, mimi naitwa DJ Stan. Wewe unaitwa nani? Bwana, mimi naitwa Ali Dula. Ali Dula. Ali Dula. Unajishughulisha na kitu gani? Najishughulisha na kuendesha bodaboda, nikiacha harakati ya bodaboda napiga kibarua cha kujenga. Bodaboda na kujenga. Okay, sasa hivyo vyote umejiajiri kwa muda gani sasa hivi unafanya hizo issue? Hivyo nimejiajiri mwenyewe na sasa hivi nataka takribani mwaka mmoja nafanya hicho kitu, na siku nyingine ambazo zaidi ya siku kadhaa. Tofauti na kujenga na bodaboda, ni kitu gani chingine unapendelea kufanya? Sanaa, yani kuigiza michezo. Kwa hiyo sanaa umeiweka kama kazi? Yani sana naiheshimu sana, popote pale naipa respect yake. Kwani sanaa Zanzibar inalipa? Hailipi, lakini tunafanya kwa kupenda. Kwa hiyo unafanya kwa vile moyo unataka? Nafanya kwa vile moyo unataka, na pia natumai ipo siku kwa uwezo wa Mungu nitafika mbali. Kwa nini usijaribu uvuvi, labda kuvua beach? Yani kaka, ngombe kitu, yani hamna kitu ambacho naogopa kama kuvua. Japo ni jumla ya kazi, lakini haipo katika akili. Yani unaogopa kuvua, unaogopa bahari? Naogopa bahari. Yani bahari naiogopa sana. Zaidi ya sana. Okay, sasa kwa mfano ikitokea katokea mtu anakuambia hebu sema kitu ambacho wewe ni ndoto yako katika maisha yako, mimi nitakuelezea, ni kitu gani? Ndoto yangu sanaa. Yani ndoto yangu nifanye sanaa, nifike mbali, nitoboe kimaisha kupitia sanaa. Yani siku ikitokea kwamba tayari kaja meneja pale kakupatia vifaa, labda kamera sijui, alafu anakuunganisha na wasanii wakubwa, bodaboda pamoja na ujenzi, unaacha? Naacha kabisa, yani naika kule pembeni. Kwa sababu bodaboda na kujenga vimekuja badala ya mimi sanaa ya kuwa hainipeleki mbele. Kwa hiyo nikaona sikai bure, nijisukume kimaisha, at least niingize chochote kitu. Ndo nikawa napejeza hapo kazi, huku na sanaa nayo, huku najenga, huku bodaboda, limbadi maisha kwenda mbele. Lakini vile vile nipo katika bodaboda, ikitokea kazi ya kwenda kushuti, basi bodaboda anaweka pembeni. Kwa hiyo yani kwa hiyo kifupi, sanaa ni namba 1, alafu inafuata bodaboda na ujenzi. Yani sanaa ni namba 1, alafu inafuata bodaboda na ujenzi. Hivi swali la kizushi. Kwa mfano umepewa dola 100, dola 100 ni sawa na shilingi 300,000 au 200,000 hivi. Hii pesa kwa mujibu wa sisi tulojiajiri, unaweza ukaitumia kwa muda gani? Oya ankwe. Yani kimaskini mimi hiyo yani haichukui hata muda mkubwa, kwa sababu na mahitaji mengi ambayo yananisubiria. Cha kwanza, wazazi pia wananiangalia. Alafu kiangalia mimi kama mimi na mahitaji mingi sana ambayo nataka kuyafanya. Kwa sababu ukiangalia, cha kwanza sijajenga. Shanifahamu. Na cha pili, sina mtu ambaye wa kusema nimtegemee kwa kunipa hizo pesa ambazo nijenge nikizi mahitaji yangu. Kwa hiyo kifupi yani haichukui muda. Yani naweza ngakwambia sekunde tu. Naweza katayarisha maliza. Okay. Haya, sasa tuzungumze na vijana. Wewe umejiajiri.
unajenga, unaendesha bodaboda, lakini kuna vijana ambao wapo tu wamekaa wanasubiri ajira kutoka serikalini. Hawa unawaambiaje? Kama wewe umejiajiri, umeweza, wao wanatakiwa wafanye kitu gani? Cha kushauri vijana wenzangu, yani muhimu kwamba ujiendeleze mwenyewe kimaisha, kwa sababu anayeajiri naweza ngasema ni mmoja, hata kama ni wengi, lakini mtoa ruhusa kuwachukua watu fulani ni mmoja, na anaosubiria hizo ajira ni wengi. Kwa hiyo katika kusubiria hizo ajira huwezi jua kama mimi nitapata au nitakosa. Huku unasubiria kuajiriwa, lakini na huku ni mwenyewe jiajiri kwa kuendeleza maisha yako limbadi ende mbele. Okay, sasa swali la mwisho, tuzungumzi sasa na hawa ambao wanasema maisha magumu, lakini channel zipo nyingi sana za kufanya kazi, na wengine wapo tu wanasubiri mtiririko, vijana tunaita kitonga, manake itokee tu ule mserereko na wao waende, wakati kuna kulima, kuna uvuvi, ujenzi na mambo mengine. Hebu zungumza nao kwa dakika moja ili wapate kusikia ushauri wako mzuri kutoka kwako na wao wapate kujifunza kitu. Bwana kaka, maisha ni vile unavyotaka wewe yawe, ndio anakuwa vile vile. Kikubwa kwamba maisha sio magumu, bali ugumu tunaoleta sisi wenyewe tu. Endapo tunaweza tukakaa chini kama hapa nilivyokaa mimi, unaweza kusema sina cha kufanya, sina kazi, sina mwelekeo wowote. Kweli ukikaa tu chini huwezi kufanya chochote. Lakini ukisema kwamba unainuka hapa unaenda kutafuta sehemu ambayo ina connect, ambayo unajua mimi nikienda pale nitapata chochote kitu. Aiza sawa, huna kazi, huna maisha bwana, una rafiki yako ana kazi, unamfuata bwana, naomba nipe connect fulani kwamba umepitia maisha gani mpaka leo unafanya hii kazi na inakuingizia. Shanifahamu? Ukiacha na yule pale mwenzako ana bodaboda, unamfuata bwana, mimi sina makazi. Shanielewa? Kwa hiyo naomba na mimi nipe mchongo ambao nitaingia katika bodaboda, at least nipate bodaboda yangu angalau kupiga day waka ya kuingiza chochote kitu. Yaani nashauri kama hivyo, lakini ukisema ukae tu chini, kaka utoboi kabisa, ni utoboi. Bwana, ushauri mzuri sana kutoka kwa kijana wenzetu hapa Ali Dula, ambaye yeye amesema kwamba amejiajiri kwa kujenga na kuendesha bodaboda, lakini ushauri wake ni kwamba vijana tuchakarike ili kupata riziki zetu. Watu ambao wanasubiri kazi kutoka serikalini ni wengi sana. Kumbuka kwamba kuna watu wapo Cuba wanasoma huko, wanasubiri ajira kutoka Tanzania. Kuna watu wapo Uingereza wanachukua PhD wanasubiri ajira kutoka Tanzania. Lakini kuna watu wapo nchi mbalimbali wanasubiri ajira kutoka Tanzania. Mimi na wewe tupo hapa, tuna form 4 tunasubiri ajira kutoka Tanzania. Kwa nini tusijiajiri? Kwa nini tusichakarike na maisha? Kumbuka kwamba matajiri wengi ni wale ambao hawakusoma ipasavyo. Bwana, mimi naitwa DJ Stan na hii ni Kitaa kwa Mtaa. Tukutane katika kipindi chengine, muda mwingine na wakati mwingine. Bye bye.